Hebu njoo. Yo kidogo. Fanya haraka uende kwa madrasa. Njoo. Haya. Wasemaje mbona? Ndio jitayarisha uende kwa madrasa. Kwa sababu cha mwenyewe naenda. Fanya uende huko madrasa, alafu ukirudi mwanangu, uende pale ile duka la mzee Salimu pale. Uende ukakope kilo moja ya unga, maana hapa ndani hakuna chochote, hata sijui takula nini. Basi sawa. Alafu ingie hapo nani uone kama utatunda nani mboga za majani hapo, matembele hapo. Lakini mimi situmii. Leo nikukavu. Utakula nini? Utakopa omena basi. Sawa. Haya, haina shida. Haya basi. Mambo. Samani. Naomba mara moja. Waitwa nani? Naitwa Mariam. Mariam. Yeah. Wow, jina lako zuri. Asante. Okay, ni kidogo nataka niambie kidogo. Ongea na kusikia. Japokuwa hujaniuliza jina langu lakini mimi naomba tu nikwambie. Nakusikia, ongea. Mimi naitwa Beka. Kama kitu naweza nitabike. Sawa. So, kuna kitu nataka nikuelezee. Kitu gani? Unajua wewe ni mzuri sana. Najua. Walijua hilo? Yeah. Ni mzuri sana. So, mimi nilikuwa naomba tu wapenzi. Haiwezekani. Kwa nini? Sitakujaribia maisha yangu na bado mapema. Na maana utaolewa. Japokuwa nitaolewa lakini bado mapema sana. Sasa mbona unanikataa? Mimi siwezi kwa sababu ndio bangu ni mkali, lakini akipata hapa utavuruga. Eti ni kama hiyo. Naona hapa leo shughuli itafanya, lakini msiwe mimi nikitoka ndio mnafanya, nikirudi amfanye kazi. Pesa ipo, njaa mtapikiwa chakula vizuri mkule. Nataka hii nyumba hivyo by kesho nilete bibi, nataka kuoa bibi hapa, nataka kuoa mke. Vizuri. Leo nakwambia leo, nataka mambo yaishe leo, hela yenu nalipe leo. Yaani hapa hakuna shida hapa. Mpate pesa muende shule huko mkatese, kesho mtese kabisa, ununue viazi kila kitu huko. Kesho watawakoma kesho. Alafu wale wengine unaona yule mshikaji wangu uko ndani kabisa. Unafanya maneno? Endelea na kazi kabisa, yani mambo shwari. Hela iko hapa, mkimaliza. Marahaba. Sasa wewe umetoka kutoka asubuhi. Angalia sasa nimeshika watoto wadogo hapa ndio wanasaidia. Si ungekuwa hapa ungewasaidia hawa. Nilikuwa busy. Busy vipi tena? Nilikuwa busy. Hebu endelea na hiyo shughuli yenu. Sawa. Unatoka kutoka asubuhi unakuwa busy. Vipi busy? Kama na zangu Studio. Studio kufanya nini studio? Sikwenda kuimba. Ulianza lini? Sasa unacheka nini? Sasa kama ni kuimba nataka kama utaimba ngoma moja nikusikie, mtoto wangu nijue. Mtoto wangu anajua kuimba. Nipe mistari miwili mitatu. Msana. Naona wamepiga kazi sana. Nenda huko ndani ukapike. Sawa? Chap. Washikaji wanasikia njaa. Kama mwanangu unaimba studio, nataka upige mistari miwili mitatu nisikie vizuri mtoto wangu anaimba. Unajua kama mimi. Najuaje mimi? Piga mistari nisikie. Udaje kunizingua bana. Na kuzingua na nini sasa? Sikiliza kwanza tupatie mchongo. Mimi unipe mchongo mimi. Sina kupanga. Nipange. Unajua ilikuwa imetoka hivi kule chini bondeni kule. Nimekutana na demu mmoja pale anajiita Mamu, nimesema ni mtoto wa Walidadi. Sasa huko njiani mambo ya demu na wapi na wapi? Nataka kuoa sasa hivi. Wataka? Nataka kuoa. Yani mzee cha madarau baya. Kuoa wewe. Hapo. Shani. Wataka kuoa? Nataka mke sasa hivi. Ulimwengu utapasuka. Sasa ulikuwa sikiliza, ulikuwa unakwambiaje?
uende kule kwao kule kwa mzee wake ukampange umwambie mimi natole mtoto wake. Mwanzo wataka kuoa, hela unayo, kitu cha kwanza. Alafu nayetaka kumwoa ni nani haswa? Ni mtoto wa nani? Mtoto wa Ali kule. Mtoto wa Ali yupi? Ali Dadi. He. Huyo babake unamjua ama unamsikia tu? Ana nini kwa? Unamjua ama unamsikia? Maana yule mzee ni matata ujue. Sasa unaambia ana nini? Yule mzee ni matata, yani haeleweki. Usanielewa? Sasa utaenda ama uende? Sasa unaniforce niende. Si force, mimi nakuuliza. Kama utaki basi mimi lazima nipate. Niambie taratibu nikuelewe. Sasa kama hivyo nakupanga unaambia sijui ni mkorofi na nini. Wewe pia waweza kuwa mkorofi. Sasa nataka unihakishie, unataka mke. Kwa hiyo mimi nitoke, niende kule. Wewe buda, mwache mtoto mtio mwacha kao. Wewe endelea shuleni. Sawa? Shule jana angalia kweli. Boy, mimi kama naenda kule, nasikia mimi naweza nikaenda. Maana yule ni mjanja lakini hapa mimi ndio mjanja zaidi. Alafu kwangu yule afurukuti kabisa yani. Mimi nakujua mzee wangu. Kwa hiyo gonga hiyo mwanangu. Au sio? Mimi kama nataka yule msana hapo umefika. Mimi nitaenda kule kwa msana kwao, niongee na wazazi wake, wakikubali lete bibi. Sasa unakoshosha vyombo tena. Vyombo utaosha. Sasa nitaosha vipi wakati? Kaka uoe bibi ndio utakuwa huoshi. Sasa ndio uende huko. Sasa sipaka kubali babake. Sawa basi. Mimi nitaenda mimi bwana. Sawa. Wewe sasa ni ujiunge hapa. Baadaye mimi nimechoka tu. Baadaye. Oya mchangamke nyinyi mnasikiza story na muendelee huku. Endelea. Hata mnanitia njaa sasa. Nakuna mwenyewe watika kupika sana. Vipi wa unga? Nimekosa. Mimi nakungojea uje na unga mwanangu, ninashindana njaa ndo nilikuwa nakoka moto sasa hivi. Wamekata kukopesha wale na sijui wakoje. Alafu mama ngupe story. Wakati nilikuwa naenda madrasa, ngakutana na mvulana hivi sharo hivi. Naambia dada nataka nikwambie kitu gani? Sijui mwenza kuna kutwa na wewe, nakupenda, sijui nini. Mimi nikamwambia mimi nakupenda wapi na wapi? Sitaki kuharibu maisha yangu, kwa hiyo niache, mimi sikutaki. Nikaenda zangu. Mwa wapi huyo mvulana huyo? Mimi hata simjui wa wapi. Mimi namwona hapo njiani tu, sijui tangu wa wapi. Hiyo kali hiyo jamani. Kali yenyewe tena. Watoto wa siku hizi. Haya vipi kuhusu mjomba wako sasa? Mjomba wangu ninamwacha huko. Asalamu alaykum. Waalaikum salaam. Kuna nini hapa mtu na mwanawe? Mbona umesimama jiko aliwaki na mimi nimkuja na njaa? Akwambia mama wangu utangia ulivyoondoka tujaweka chochote mdomoni. Hivi ndio nilikuwa ninamtuma huyo aende akakope unga, ukipita na kule ndo kadike. Naye yasema pia anyimwa hakuna. Wewe kabla tukaribi lakini wewe. Bila kule juu nafika hapo anasema nyoa kopesha kwa sababu vitu vilikuja tu jana. Makosa kana yimo mayo. Namwambia la dukarira msiri yera duka na daiwa. Na garusa njira kwa sababu ya duka. Mbona bia babo tsona undokopeshwa vipi wewe? Nilikuwa sijui. Sasa aende duka lipi? Aende duka lipi? Si babi rera kula zururira siparira njira kula mbele bana duka njina bara. Wewe uenda hilo tena unajua mimi nadaiwa pale. Alafu mtuma mtoto hapo. Huku niambie, mimi kwa sijui mbona ndajuaje mume wangu. Huku niambie mimi. Sasa kama hivi, mimi nina njaa. Moto lipeza jana, hapa tafiki kufa paka hapa. Moto lipeza jana. Atuandari yani hivi sasa. Sasa mimi nikuulize wewe mwanaume na wewe wanuliza nini? Kwa mchanganya kabisa. Roma ngapi haya? Baenda mpango wa kwenze futwe pengine. Chefche futwe. Futwe tupu bila hata sima mwenzangu. Shikana na mama yako mkatafute futwe. Na umeenda madrasa? Nimeenda. Umesoma vizuri? Haya, kama umeenda madrasa ni sawa. Enza futwe. Unataka kukulia futwe kwa urieni. Futwe bila sima mimi siliwezi. Umaskini huu utaisha lini humu ndani? Umaskini huu utaisha lini? Kila siku sisi tunaonekana kwenda kukopa kuchukua nani futwe ndo nini? Sasa hapa tuwe futwe hapa kama utajipiga tukalasima hapa ya kueleweka wasema mambo ya futwe. Mimi na wewe tutakosana vibaya sana. Tukusane kisa nkula futwe. Yaishe mbasi. Haya, ni sawa.
Mimi naenda huko nyuma naje. Mama Mariam. Mbona umefurahi? Mbona raha tu utakula nini? Mwenzangu nitafurahi kwa sababu hiyo njaa. Hiyo njaa ya kufurahikia mtu kweli. Sasa nilie mtu mzima mimi nitalia nini? Haya. Utafanyaje sasa kwa sababu nimejaribu kupiga rafiki yangu simu pengine nipate kibarua na nimekosa. Anasema hakuna nafasi kabisa. Simaya uende Mtindi. Kila mahali tunkopa. Lakini tunkopa sana. Nakumbuka. Sisi tulipata vile miogo vyetu vile ambavyo tumeviweka Ramadhani. Si unaweza kulia miogo ukasema hii mpaka Ramadhani tulitoa. Ramadhani sasa bado karibu siku wiki mbili nzima. Unaonaje tukaving'oe sisi vitu tukafikue vyote tupike pesa za bandani. Kweli mtu saidiwa na chake. Habari zako. Sasa mzuri si wewe atakuja kama ngam generator. Karibu. Karibu. Habari za masiku mengi. Nashukuru si wewe bwana. Mzee mwenzangu hatuonani siku hizi. Vipi bwana? Wewe pilika. Wajua mara shambani mara nyumbani ndio hivyo. Na ukisomesha mtoto ni lazima upambane ndio maisha yaendelee. Okay, mimi nilikuwa nimekuja bwana. Ila niko na habari njema. Sijui tukae kando kidogo ama mama tupishe tuongee. Hiyo hata si habari ya kwa mke wangu ni mke kando. Sasa inaweza kuwa ni siri ya mimi na wewe. Kwani watakunibaka? Kuna nini? Kuna nini kwani? Kama ni siri watakunibaka? Okay, ni sawa. Ongea tu hamna shida. Unajua ule mtoto wangu ule mkubwa katika pete zake alikutana na jiko. Jiko? Akaliiba ama jiko la makaa ama jiko la stove? Jiko nikamaanisha jiko. Namaanisha alikutana na binti ambaye anataka muoe. Binti? Kuna msichana fulani anataka muoe. Naona tu binti yule. Ni binti yako. Ni binti yako ni mkubwa. Yule anaitwa Mamu, si Mungu. Sasa ndio alikuwa nimekuja mwenzangu. Tukae chini tuyaongee kama yanawezekana basi iwe hivyo. Wewe mzee kwani unajua mtoto wangu anasoma? Mtoto wako alimaliza, yule si anasoma ni mambo ya msikiti yale. Si mambo ya msikiti. Mtoto wangu nilimpeleka polytechnic na pia anasoma madrasa. Si mambo ya msikiti hiyo. Alafu nikuulize. Wewe jana yenyewe wewe nipigia simu ukaniambia umeenda kukopa omena. Mtoto wangu ataishi vipi pale? Sasa mambo ya omena ni yangu mimi. Unasikia? Na yale ni mambo na maisha. Maisha kuna kupata leo na kukosa kesho. Si unanielewa? Mama Kemu. Nafikiri unamsikia huyo bwege. Namsikia. Mimi si bwege, nimekuja na habari nzuri tu. Namsikia. Yule mwanao wewe mtoto yu asoma, wewe wataka akaolewe na mwanao. Mtoto amemaliza anasomea msikiti, anasoma nini? Ule mtoto wetu sisi wako wewe. Mtoto ni wenu. Lakini sasa anayejua kwamba yasoma ni sisi ama wewe? Kidogo. Kuna mwana akasomera msikiti wa msikira. Anasoma Kiislamu, si msikiti. Sasa sema Kiislamu anasema anasomera msikiti. Msikiti unasomerwa ni. Sasa hiyo ni habari njema. Ukiona mtoto anataka kuolewa kisasa huwa ni bahati. Ama unataka mkute mtoto wako amejazwa bonge la mimba ameletwa hapa nyumbani. Ndio usikie raha. Mume wangu. Nakusikia mke wangu. Wasemaje kwa neno kama hilo? Mimi sitakubaliana. Jema kabisa. Mimi wasipendi mtoto wangu achezewe. Alafu sipendi mtoto wangu aingie mahali ambapo kila siku umena. Akishuta numfana. Sasa umena utakula wewe. Mimi sipendi. Wewe atakula mtoto wako ama ni wewe ndio utakula umena? Mtoto wangu akipata shida kule mimi pia nasikia uchungu. Si mtoto wangu sasa tuseme huyu bibi yako hana shida, hakuna siku anapata shida. Inategemea kwani alikuwa ameongea naye huyo msichana. Wewe. Msichana ameongea naye, amemuona. Sasa ni mwanzo niwaulize wenyewe kama pengine
ana bwana. Kama hana bwana mimi nifunge nije nifunge mlango. Hakuna cha mlango wala cha nini. Wewe shika njia uende. Hatuna story hapa. Mimi mama Kemu, huyu bwana sitomkubalia. Mimi wacha niondoke, lakini ongea na mzee wako huyu. Wewe nenda bwana. Mkao mtaelewana vizuri, mtanifuata nyumbani. Wao okay bwana, sina piga hesabu kama manga bado akapeleka manga wewe. Lakini mtoto wenu akiolewa kwangu, nitahakikisha yeye hakuna siku atakula omena. Hakuna siku yeye atakula nyama choma. Chenye hatutaki hapa. Umesikia? Ni yale masaibu na kupitia mimi mama. Samaki wakubwa mimi ndo nakula hapo kwangu. Chongee tu. Umesikia? Pale kwangu mwanzo wa omena simsikii harufu yake. Unasikia? Unasikia? Pale futwe hatulijui litoka wapi, yani hakuna. Pale kwangu nafuga paka kuku. Nafuga nguruwe mimi. Mimi nafuga mbuzi, ng'ombe niko nazo. Haya maisha yetu hapa hatutaki yawe kama ya mtoto wetu. Angalia mama yake kiatu amefunga mnyaa. Amefunga mnyaa, sasa kija kule mtoto wako hata afunga mnyaa. Kwa hivyo alafu mtoto wangu naye aje kiatu kiko hivi. Wewe mtoto wako amepata mume. Chezee bahati yako hii. Acha abaki. Kuna watu wanalia mtoto wangu awe kwao, lakini hataki, anataka kwenda. Wako majogo wao kwa grade na wanakaa bila waume. Sasa kwangu mimi kuna kila kitu. Hizo vitu ni zako na mtoto. Pale mwanzo usafiri usiseme. Pale mtoto wako atakuwa anachukuliwa na gari na ndege, yani kila kitu pale. Ndege. Shauri yako wewe. Hebu naende. Nenda basi japokuwa umepacha. Kelele mimi nina njaa, mwanangu tutafanyaje? Anaacha harufu ya omena wajua hiyo. Tutafanyaje sasa? Njaa ndio hiyo. Tukapekua vile vimiogo. Sasa tukapekua vile vimiogo mwanangu, mtu usaidiwa na chati. Huyu naye hata sijui anatoka wapi nusu. Mimi nina njaa namsikia yapiga kelele. Achana naye mke wangu mwenyewe. Hii miogo sasa tungoje Ramadhani na sasa hii kila duka tunakataza kukopesha. Sio duka tukopesha. Sasa miogo hii ngoka ino mpaka magruwe mazi ino. Ama tusipejende. Tusipejende gani? Hebu tumwite Mariam pengine anaweza kuja kutusaidia mawazo. Ade! Hebu njoo haraka nawe. Njoo tuje tupige mahesabu kama hivi miogo itatusaidia hapa. Tutangoja Ramadhani mpaka lini? Sawa, kuna nini? Mpangaje Mungu. Usikie njaa wewe. Nasikia. Sisi wenzako tumesema tumwe miogo na sijui mwenzangu wapangaje. Iwe hivyo tu sasa. Sababu kuna chakula. Sawa. Umeongea wazi. Ela nayo migumu, sijui utaenda ngwaje, utaenda unga jembe. Jembe rani? Na imwe mazi ino choma grua mazi ndangoka. Unapata jembe kuwe watu wanaanza rafu bukani na jembe. Ndio kachotea maji. Hao maji hayo ndio yatakana. Wewe naye kazana basi hata kama yule ndani. Unapigwa simu ni ya pesa hii. Hello. Waalaikum salam. Ni sawa, umefanya vizuri. Namba ni ile ile. Chetu wangu. Kwa miguu ya pesa ushani na manga. Hakuna mambo miogo hapa wala nini. Basi, antuni wa pesa. Wenyewe huko. Haya, habari za kutoka jana? Mzuri, sijui zako, karibu. Kwema. Kwema, karibu. Haya, nimemkuta huyu. Huyu? Bakemu. Mme wangu. Jamani. Njoo, kuna mgeni wako. Mgeni nani huyo tena jameni? Karibu. Asante. Nyao magongo. Hayo unajua kuna hawa vibaka wanaweza yaiba hapa wakaenda kuuza wakapata maharage. Wana tabia hiyo sana. Jamani. Vipi bwana, habari ya mambo? Shwari kabisa. Uko uyasona? Mimi nimerudi tena, alafu kwa sasa nimekuja kizunguzungu yani. Unajua wazungu. Baba Kemu, hebu njoo hapa tu. Waongee sana. Nimekuja kizungu. Haya, siweza kusikiliza maneno machi yangu bila mcheto. Kawani mimi haya. Yani, Papa Solo original nimekuja kizungu mwanzo. Kizungu. Mbona uongei sasa kizungu? Mimi kizungu changu utakielewa sasa hivi. Na sisi ambao hatukusoma tukitembea, tutatembea kizungu bwana. Kama sijaongea chochote, chukua hii mwanzo. Eka mfukoni mwako. Alafu ndio tuanze story vizuri. Kwa hiyo ni yako hiyo.
Hiyo mwanzo story sijaanza story. Kwa hiyo hii ni kama ya urafiki. Ya urafiki hiyo. Hiyo ya urafiki tu wangu kapata pesa ya umena manga mwanda pona. Kumbe unaelewa maneno. Manga ndapona re. Sasa ujaji wangu bwana. Ni mambo madogo. Madogo gani? Nakumbusha ile story yetu ya jana vile tunataka kukumbusha. Story gani? Story yangu ni ile. Mwanangu ameona jiko kwako. Tuko tayari kama utakuwa kwa sawa. Mtoto wangu hajaoa mtoto wako. Basi. Maana mimi nitakuwa nikija kizungu. Mbona vile nakuja kizungu? Mbona mchetu wangu na wejimbuka na pesa mimi nimekuonyesha kwamba nikija hii ni mwanzo. Mimi njaa mmeitupa bwana. Nikija hapa ni mambo kizungu. Yaani siku hizi tunaongea Kitaliano. Yaani Bwana Solomon. Ukaona yua alidadi ni mpumbavu ni bia vijana vitano sio mpumbavu. Na 50 kamchenge andakubali arafi mwana. Mpumbavu tunataka kubadilike international. Yaani tunataka tuwe Singapore. Una mchetu wa magana matano wa msikira. Hiyo ni ya urafiki. Hiyo unaweza kwenda nunua kasoda. Amekwambia mume wangu ni ya urafiki. Ya urafiki hiyo ndio tuongee maneno kama mazuri. rafiki yako vile tunapata shida. Alafu kila nikija nitakuwa nakuja Kitaliano, Kizungu. Uoba mwengana hivi. Nakuja mimi Kibritish. Siko pamoja naye mume wangu. Kwani mimi ndo ninamuita? Mbona mtetea hiyo bwana? Simtetee, amesema ni urafiki. Ndio maana akakupa hiyo wewe. Ameniacha paka nikacheka kwa sababu sijawahi kuona mtu amejitolea anasema anajitolea kizungu alafu anatoa 550. Hiyo ni mpya. Kitu kinaanza. Kinapanda polepole. Mimi nikishakinyaga tu hapa. Naomba urafiki mume wangu. Huyo amenielewa. Sawa. Sasa nataka pia unielewe kama huyu. Tena urafiki wake huu unafadhali maana akakuomba sana hela. Sasa mke wangu. Haya mume wangu. Masharti mimi nayatoa. Sharti la kwanza amsubiri mtoto wangu ya kusikia. Hiyo sharti la kwanza umsubiri mtoto wangu mpaka amalize kusoma. Sharti la pili mtoto wangu alishumena wala kata shingo wala futwe. Maana hapa yuala hizo kila siku. Hatuna choo. Nikipita huko kengele mavi yake ni green. Umenisikia? Sharti la tatu. Huyu mwanangu sitaki zaniambia anachupia kombo kata sitamwenga. Sironda kabisa. Hivyo ndio kuelewana na mtoto wangu namba. Hapo mimi nakuunga mkono mume wangu. Mahari. Twende. Mimi nataka unitafutie yani ile kitu ambacho ridhika nayo hasa unitafutie boxer ya mabati. Unitafutie boxer ya mabati? Tatengezewa hii. Ya mabati. Tatengezewa hii. Mimi nami nataka brangeti la magunia upo. Alafu na rasta za makuti. Gunia la chungu. Hai. Ulilete wale kolokolo wale. Sasa hayo masharti yenu. Hili la kwanza hili la kwamba huyu mtoto wenu sana soma kule Islamu. Atasomea pia kwangu. Haja yangu mimi niwe na mkaza mwana ambaye anaenda shule, akasomea msikiti, akasoma madrasa. Atakuwa yuko kwangu, anapikia yule mtoto wangu. Mume wangu. Hilo sharti hilo la kwanza. Kwa sababu ya shilingi 500. Ya mimba. Kwa sababu ya shilingi 550 mwanangu. Si 500. Hiyo hata haihusiki. Usirekeshe hiyo pesa. Unataka hiyo mwezi mzima unataka uyuye. Hii pesa nataka niwe ya kwa ni sharti moja tu ya kuchukulia mwanangu. Nataka binti yenu unikabidhi aolewe na mtoto wako. Yale ya kusoma atamaliza mbele. Maana vyo vingine salimaliza. Haya mengine ya nino boxer za mabati, magunia ya blanketi yote atatengeneza. Sawa, acha tumwite mwenyewe Mariam. Kama atakubali kwenda kabla masomo ni yeye mwenyewe. Yeye atamwite basi, mwite. Na tukubali mimi siko pamoja na yeye. Mariam, njoo haraka sana hapa. Akansibura sana yule mama. Usisirake hizo pesa wewe. Atokalia mwanga mwezi mzima na umena wala kuja mimi mbona unakaa ati vile atakayeende naye ndio nashangaa nzo rafiki ama antoa pesa zake ndiye mwenye. Hebu songea hapa usikare iko kwanza. Unakara kwa mali hukumu. Yeye mtu akaza na nia mbaya anafuta sagara kwako. Mariam, hapa kuna maneno ambayo sijafurahi ni
huyu bwana amekuja na maneno yake ya kuwa anataka uolewe na mwanawe, lakini masharti yangu nimesema mpaka umalize chuo, alafu ndipo tuelewane mambo mengine. Je, na amegeuka anasema uende ukasomee kule kule. Mimi sitakubali. Mimi nitasomea hapa nyumbani, nikimaliza ndio. Unasikia mwenyewe? Kwa hivyo wamjua, ulikuwa ushaongea naye. Nani? Huyo kijana si unamjua? Nisikize kidogo. Anaitwa nani? Anaitwa Beka. Anamjua, watu wanajuana vizuri bwana. Sasa wewe ndio unapingamizi. Na pingamizi. Sasa mama, kule kwangu pia watu wanasoma hivyo hivyo. Mimi naomba si zile shule zingine ulisoma, yale madrasa ambayo unasomea Kiislamu kule pia utakuwa unaenda asubuhi unarudi. Bora uwe umeolewa pale na mtoto wangu, hicho tu. Mimi sitoweza kule, mimi nazi hapa nyumbani. Sasa hapa kwani hapa wewe utaolewa wewe? Wewe bwana akakwambia kataki kaweza lazima yani bila njiro bauke. Sikizeni basi. Tunataka kagura ungai watu waanze kujita usima huo. Sikizeni. Na ukaria pesa za bure mimi naona ile shadi moja ili mlivunje. Ila kwamba huyu asome hapa, nataka atoka pale kwangu aende shuleni akirudi nyumbani. Sasa uamuzi anao mwenyewe. Si mtoto mdogo huyu. Mama Kemu. Naam. Mwambie aende, tutafikiria, tutaongea naye kwanza. Ni sawa? Sasa ni kwenda, kama ni kwenda hakuna shida. Wewe nenda, alafu sisi. Lakini tutaongea naye mtoto wenu. Mwanangu akija anachukua bibi. Alafu nitakuja kizungu tena. Utakuja kizungu. Hivi unajua mimi nikija ni kizungu, Kitaliano. Sawa? Kibritish. Wewe ndio kizungu na sisi pia tunapokea kizungu kwa sababu miogo imetuchosha. Nakuja. Wote zile sinaenda zika. Mtoto aenda akasome kule, alafu mimi nitakuwa nasaidiwa na nani kazi hapa? Yule jamaa tutamla pesa yule mpaka tundari ya pesa sino manga waanda baki watu mpaka huyo kijana. Huyo Bakari umempenda? Atakuwa cha kumpenda takuna. Vauke kwanza hebu. Ukienda kule utateseka. Via vyako hivyo. Uenda kupea ukaende kazi hizo. Sasa mimi nani haya mume wangu. Ukiende mambo nenda kanunue. Ndapanga mambo gangu. Naona leo samaki. Haya wewe